Kwa nini waimbaji wanapaswa kujiandaa kabla ya kuongoza sifa na kuabudu? Wakati mwingine hata kabla ya watu kuingia madhabahuni. Narudia tena. Kwa nini waimbaji wanapaswa kujiandaa kabla ya kuongoza sifa na kuabudu, hata kabla ya wakati mwingine waumini hawajaingia madhabahuni? Karibu Pastor Epa. Mshangilie Yesu wakati Pastor Epa anakuja mahali hapa. Ana swali hapo kwa hapo. Sawa, Bwana sifiwe. Iende kwa haraka kama swali lilivyoulizwa. Kwa nini waimbaji wanapaswa kujiandaa? Kwa nini? Swali hapo ni kwa nini? Si ndio? Sababu ya kujiandaa. Sasa kabla sijasema sababu ya kujiandaa, niseme vitu viwili ambavyo navisikia kichwani kwangu sahihi, kwamba ibada imegawanyika kwenye maeneo makubwa mawili, alafu ndani yake kuna maeneo tena mawili. Okay, sio semina. Ibada imegawanyika kwenye maeneo makubwa mawili ambayo tunaita ni life of worship, maisha ya ibada, and act of worship. Imekaa sawa? Life of worship and act of worship. Life of worship inahusisha maisha ya kila siku ambayo yanamwabudu Mungu, kuanzia unaamka mpaka unalala. Kuanzia unaamka, na hapo huwa hatufeki. Hapo hatufeki. Hapo huwa hatufeki. Kuanzia unaamka mpaka unalala. That is life of worship. Na hapo ndipo wengi wamefeli kwenye maisha ya ibada. Then tuna act of worship. Act of worship ni kusanyiko kama hili ambalo tumeandaa muda maalum wa kuonesha matendo ya ibada. Amen. Amen. Sasa ukisoma ile ni John ambayo Mungu ambayo Yesu anamwambia yule mama kisimani kwamba saa yaja. Sawa? Nayo saa iko. Waabudu alisimwabudu Bwana katika roho na kweli. Maana yake alikuwa anamwambia kuna wakati unakuja ambao haitakuwa lazima kwenda Yerusalemu. Maana wao walikuwa wanajua kwamba ili uabudu lazima uende eneo maalum lililotengwa kwa ajili ya kuabudu. So hiyo ni a place of worship ambayo ni act of worship. Tunapoenda kuonyesha matendo yetu ya ibada. Amen. Tuna give out our act of worship. Amen. Jumapili asubuhi, it's a place where we give out our act of worship. Sawa eh? But a life of worship ni asubuhi mpaka jioni. Sawa. Sasa act of worship imegawanyika maeneo mawili. Act of worship kama sisi hapa tulipo. Sawa. Imegawanyika maeneo mawili ambayo ni personal worship and corporate worship. Sinipige kitheolojia kidogo. Unajua kama nilienda shule. So kuna kwenye act of worship kuna personal worship na kuna corporate worship. Corporate worship ni ibada inayohusisha mtu zaidi ya mmoja. Alafu personal worship ni ile ibada ya mtu binafsi. Ametenga muda maalum kwa yeye kuonesha matendo yake ya ibada mbele za Bwana, lakini akiwa yuko peke yake. Personal worship. Corporate worship ni kusanyiko, congregation worship, inahusisha mtu zaidi ya mmoja. Sasa hilo ndio swali, nakuja sasa kujibu swali, kwa nini waimbaji tunapaswa kujiandaa? Si ndio eh? Maana yake sisi tunaangukia kwenye corporate worship. Amen. Tunapaswa kujiandaa kwa sababu kama tatu kuu. Sababu ya kwanza, tunapaswa sisi tu encounter na Mungu kabla tuja encounter kwa watu. Yaani tunapaswa sisi tunapokuja hapa mbele tunakuja kuwaongoza watu kumwabudu Mungu. Na kama tunamuongoza watu kumwabudu Mungu, lazima sisi tuwe tunajua tunakoenda. Yaani we must know where we are going. So we have to be prepared so that to know where we are going. Tunaenda wapi? Sawa? Amen. Amen. Lazima tujiandae, na kujiandaa kwetu sasa kuko kwa aina kama 12 hivi kujiandaa. Siwezi sema vyote. Sawa, kuna kujiandaa kiroho, kisaikolojia, kujiandaa kiakili, kuna kujiandaa kimwili. Kuna kujiandaa kiakili ambayo ndio kisaikolojia, kujiandaa kimwili, kuna kujiandaa kiroho. Vyote ni kujiandaa
kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tuna deliver na kuwafikisha watu kule ambako tumekutana na Bwana tayari kabla hatujafika hapa. Yaani ilibidi saa hii niwe na nikiambiwa nakuja kuhudumu hapa, ilibidi niwe na masaa yangu 6 au 8 huku nyuma kabla sijaja hapa. Amen. Niwe nayo 12 huku kabla sijaja hapa. Halafu nikifika niweze kuwafikisha watu mahala ambako nilikutana na mfalme wa wafalme huku nyuma. Kwa unapaswa kujiandaa, moja, ili kwamba niwakutanishe watu na Mungu ambaye nimeshakutana naye kabla. Lakini pili, napaswa kujiandaa kwa sababu watu ninaokutana nao wako wa aina tofauti tofauti, wenye mambo na kacha tofauti tofauti. Kwa lazima nijiandae ili kuweza kuwachukua na kuwaleta kwa Bwana. Amen. Amen. Huwezi enda mahali kama umepewa neema ya kuabudisha congregation, halafu kule hawajui. Nilienda siku moja Nairobi, halafu kule ndani no, ilikuwa Kenya, halafu kule ndani huyo anakujua kule uliko niambia nijiandae vizuri kisaikolojia. Kisumu. Kwenda kule nikakutana na watu ambao hata Kiswahili chenyewe hawajui, hata Kiingereza chenyewe hawajui. Sasa imagine, kwa hiyo kujiandaa, lazima tuwe kwenye nafasi ambayo unaweza kujua atmosphere, mazingira, hali ya watu, alafu Bwana akupe hekima ya jinsi ya kuenenda ili lengo lile la watu kukutana na Bwana liweze kufikiwa. Mlango maisha. Yes, Pastor Epa, kwa wewe muda bado haujaisha. Ni nabii. Unaongea nini na vijana ambao wanatafuta umaarufu kupitia madhabahu? Sawa. Ninaongea nini nao? Ningelikuwa nawaona hapa na ningelikuwa nao hapa, ningeliomba fimbo, alafu niwalaze hapa, niwachalaze viboko, kwa sababu hawajui waendako. Amen. Ukweli ni kwamba watu wa Mungu, hakuna superstar kwenye madhabahu. Hakuna superstar kwenye madhabahu. Na kama yuko hapa au ananisikiliza huko kwa internet, it's a wrong motive. Ni motive mbaya. Ni motive mbaya, mbovu, ya hovyo. Wazee wananiambia hapa ya hovyo. Ni motive maana yake ni Kiswahili? Msukumo au dhamira. Au nia. Ni nia mbovu, ni dhamira hovyo isiyofaa kabisa. Hiyo ya kuwa na dhamira yoyote nje ya kumtukuza Mungu. Yani maarufu anapaswa kuwa mmoja tu, Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Halafu naomba nimsaidie mtu wa namna hiyo anayenisikiliza kwamba duniani kama duniani, ukiacha mambo mengine, duniani kama duniani, hakunaga mtu maarufu. Mtu maarufu ambaye mimi nimewahi kumjua ni mmoja, Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Jesus. Wengine wote wanajulikana kwenye a certain segment. Nikusaidie. Yani it's a certain segment. Ni kwenye kaeneo fulani ndo wanajulikana. Blaza, kuna maeneo ukienda ukasema Epa, wanaona ni kituko. Yani umesema nini? Kwa sababu wao huyo Epa unayemsema hayuko kwenye segment hiyo. Kuna maeneo ukienda ukasema Messi, huyo Messi mbona unafikiri mcheza mpira maarufu. Kuna maeneo ukienda watu hawamjui kabisa, kwa sababu they are not the follower of football. Kwa hiyo asidanganyike. Kwa hiyo nasema hivi, huyo mtu, maana swali nasema unasemaje, si ndio? Nasema hivi, aache hiyo motive, aache huo msukumo, abadilishe msukumo, afanye kama vile ambavyo maandiko yanasema, inasema iweni na nia ile ile ambayo ilikuwemo ndani ya Kristo, ambayo aliona kule kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho. Yaani kule kuwa sawa na rais sawa, sio kitu cha kushikamana nacho. Akanyenyekea mpaka mauti ya msalaba. Amen. Mpaka mauti ya msalaba.
hakuna mahali umaarufu utakufikisha ila ukimbeba Yesu. Amen. Ukimbeba Yesu. Amen. Utajulikana. Alafu iko hivi, kitu ukikitafuta hakiji, si ni kweli? Yeah. Yaani kitu ukikitafuta waga hakiji, usipokitafuta kinakuja. Maanake nia ikiwa ni Yesu atukuzwe, atatukuzwa na pamoja na wewe. Yule aliye yule punda, si mpaka leo tunamsoma? Yule punda anabeba Yesu, si mpaka leo tunamsoma? Kwa nini? Kwa sababu hakuwa na nia ya kumbeba Yesu ili ajulikane. Alijikuta tukambeba Yesu. Amen. Na alipojikuta akabeba Yesu kwa uaminifu, akampeleka akatandikiwa mpaka zile kanga. Bwana asifiwe. Ninawasihi katika jina la Yesu, umaarufu usiwe motive. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukiwa motive, umaarufu ukiwa ndio motive, utapotea. Yaani mtego wako ni mdogo sana utakao kuangusha na kupotea kabisa. Amen. Ninaomba Yesu, mbebe Yesu. Motivu yako iwe kumtukuza Yesu. Motivu yako iwe wewe upungue, Yesu ainuliwe. Motivu yako iwe wewe upungue, Yesu ainuliwe. Na Yesu akiinuliwa huwa anainuka na mtu. Yes, mshangilie Yesu sana. Wakati unashuka, ni kitu gani ambacho hujatuambia? Nini ambacho hujatuambia sisi kama waabudu halisi sasa hivi? Kitu ambacho sijawaambia. Ndio. Usifanye kitu kwa kuiga. Amen. Fanya kitu yakiwa ni matokeo ya maelekezo, yes, ya Mungu kwako. Amen. Amen. Usifanye kitu kwa kuiga. Usifanye kitu kwa kufuata move. Kwamba sasa hivi tuna move za live recording. Usifuate move. Usifuate. Tumishi wa Bwana, Bwana awe amekusemesha. Bwana awe akikusemesha, nenda. Asipokusemesha, kuna kingine amekusemesha, fanya kile kingine amekusemesha. Bwana atatukuzwa. Sasa nishia hapo. Pastor Eva yuko rohoni sana.